Tumewaita siku ya leo kwa sababu ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, siku ya jana nadhani mtakuwa mmeona katika mitandao mbalimbali ya kijamii, mtu mmoja akijitambulisha kwa majina ya Shabani Ali Mchezo, akidai kwamba yeye ndiye mwenyekiti wa jimbo la Kibaha Vijijini. Pamoja na mambo mengine, alieleza mambo mengi katika video hiyo ambayo ilisambaa katika mitandao ya kijamii, akijaribu kuaminisha umma kwamba yeye ni mwanachama wa Chadema na yeye ni kiongozi wa Chadema, jambo ambalo sio kweli. Na aliyekuwa akionekana pichani au katika video mjongeo, majina yake anaitwa Mohamed Ngozi, ambaye kwa taarifa tulizokuwa nazo sio mwanachama wa Chadema, lakini ni mwanachama wa chama cha NCCR Mageuzi, na aligombea udiwani kupitia chama hicho mwaka 2025. Kwa sababu hiyo, mtu huyo kwa kushirikiana na watu wengine ambao wanafanya michezo ya kudanganya watu na kudanganya umma kukichafua chama chetu, sasa wameingia mkoa wa Pwani na kanda yetu wa Pwani. Mara baada ya kushawishi viongozi mbalimbali katika kanda yetu, viongozi walitupigia simu na tuna video za ushahidi pamoja na sauti. Watu hao washenzi wakiwa wanajaribu kuadaa na kudanganya baadhi ya wanachama na viongozi wetu ili kufanya press conference za kukichafua na kukihujumu chama. Lakini kipekee sana tunashukuru viongozi wetu wa chama katika maeneo mbalimbali kanda yetu wa Pwani, wamekuwa ni waaminifu wakishikilia misimamo ya chama na kukilinda chama. Wamewakataa watu wao na mwisho wamewawekea mtego na wameingia katika 18 zetu. Kwa hiyo watu hao ni watu ambao tunafahamu fedha walizokuwa nazo za kudanganya na kuwadaa watu, tunafahamu ni kodi za Watanzania. Lakini pamoja na hao wanaotoa fedha, na wao pia vile vile wanadanganywa. Kwa hiyo michezo hiyo katika kanda yetu ya Pwani, ni lazima michezo ya namna hiyo sisi tumeshaikomesha, na itakuwa ni mwanzo na mwisho wa michezo ya kununua watu kukichafua chama chetu. Na sisi kama Pwani tuko imara na Pwani iko salama. Iko salama sana. Watu hao madalali, mimi natumia jina la madalali, wametumia mbinu nyingi na kutafuta mlango wa kuingia kanda ya Pwani ili kuhakikisha kwamba wanaadaa watu na kuhakikisha tu kwamba watu hao wanakichafua chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mara baada ya kuona milango ya kukichafua chama kanda yetu ya Pwani, wakaona waende mitaani na kuokota watu. Wakikutana na mtu yoyote, wanamvalisha sare za Chadema na wanamshawishi ajinasibishe kwamba ni kiongozi wa Chadema. Jambo ambalo sisi tumeshtuka, na sio Pwani tu peke yake, na maeneo mengine mengi wamefanya hivyo, kwa sababu wanachama wa Chadema pamoja na viongozi wa Chadema hawako tayari kutumika kwa ajili ya kukichafua chama chao, kwa sababu wanajua chama chao ni kisafi. Lakini wameenda mbali zaidi, wamekuja na mbinu hizo za kuokota watu barabarani na kuwavisha sare na kuwapo vijifedha. Sasa kabla sijaendelea mbele zaidi, hapa tunaye Shabani Ali Mchezo, ambaye ndiye mwenyekiti wetu halali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Kibaha Vijijini, ambaye mnamuona pichani. Lakini pia amekuja na kadi yake ya mpiga kura ikionyesha majina yake kamili kama ambavyo yanaonekana katika kadi hii. Lakini zaidi ya hiyo, kwa kuwa chama chetu ni chama cha kidijitali, katika mfumo wetu wa Chadema Digital unaonyesha kwamba Shabani Ali Mchezo na namba ya wanachama CDME 26667, na picha yake sio hiyo ambayo inaonekana katika mitandao ya kijamii. Sasa kabla sijaendelea mbele, basi nimkaribishe mzee wetu na mwenyekiti wetu mzee Shabani Ali Mchezo, basi walao waeleze kwa kifupi namna ambavyo scenario ilikuwepo, namna ambavyo watu hao walijaribu kumtafuta na baadaye akawakatalia, wakaamua kuokota watu barabarani. Karibu sana mzee wangu.
Kwanza natoa shukrani, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunionyesha adui wangu. Amenichafua jina langu. Mimi naitwa Shabani Ali Mchezo, ni mwenyekiti wa jimbo la Kibaha Vijijini. Huko nyuma nilikuwa mwenyekiti wa baraza la wazee Kibaha Vijijini. Baada hapo huyo mwenyekiti alichafua jina langu kwanza. Maana mimi nahesabu mwenyekiti alichafua jina langu ndo wa kwanza kutapeli watu. Ilikuwa siku ya Jumanne tarehe 14 2026 mwezi wa 7. Nikapigiwa simu. Kuangalia kwenye simu naona namba tupu. Kwa hiyo namba yake nilikuwa nishaifuta baada ya kujiuzuru kwa mwenyekiti wa jimbo Kibaha Vijijini kwa Mia Chauma. Nikamuuliza wewe nani? Akanambia, "Wewe unijui mzee?" Unasemaje? "Mzee, kuna mzigo hapo bwana." "Mzigo gani?" "Amnatakiwa ende Magomeni, nikufuate na gari twende Magomeni ukafundishwe jinsi ya kuongea." "Magomeni kuna nini?" "We kubali mzigo." "Mzigo gani?" "Kuna milioni 1 hapa mzee." "Unaonaje?" Ngambia milioni 1 ya nini? "Utaeleza huko." Ngambia mimi huwezi kunipata kwa kazi hiyo. Nasema huwezi kunipata. Kakata simu, kakaa baadaye karudia tena. Nikamwambia unasemaje? "Bwana unatakiwa Magomeni nikufuate na gari. Kuna nini?" Nikamwambia unajua sasa hivi Kaine imebadilika. Watanzania kuna baadhi yao leo zimebadilika. Usiende ukaniteka nyara huko. Nikapoteza nikaacha familia yangu hapa nyumbani. Watoto wangu wanasikia na mke wangu wanasikia. Nilikuwa sio mbali na familia yangu. Kakata simu. Saa 11 alfajiri siku ya Jumatano tarehe 15 akarudia tena kupiga simu. Bwana sasa vipi mzee? Ule mzigo ndo unauaga? Wewe moga." Ngambia ndio mmemoga. "Kwanza hapo sipo, nipo Bagamoyo na uguza kakaangu." Kakata simu, baadaye akapiga tena. Yaani karibuni mara 3 kwa hizo siku ya Jumatano. "Unajua bwana wewe moga lakini mzigo unauacha huo." Sasa baadaye namsikia anasema, ngoja nitakupa mtu unganishe nayo." Akakata simu. Alhamisi nikabidi nimpigie katibu wangu wa chama wa jimbo. Nikamwambia katibu, hapo kuna taarifa nimeipata kwa mwenyekiti wetu wa zamani. Anataka niende Dar es Salaam Magomeni. Kaniandalia milioni 1. Hivi mpango unakuwaje? Katibu akanambia bwana angalia. Tena nashukuru kuniambia, angalia huyo mtu huyo hafai. Basi na hili sina. Jana narudi safari zangu. Nimekaa nyumbani kwangu. Kijana mmoja ni jirani yangu, ni mko wangu, aniolea mpwa wangu. Akaja akaniita anaitwa Mbonde. "Mzee Mchezo wewe, upo wapi bwana?" "Mimi niko ndani." "Njoo nje bwana." Kwanza kaanza kucheka. Basi akafungua simu yake kubwa. Anambia huyu bwana si unamjua sasa sikiliza nikusomee. Kasoma jinsi alivyoongea bwana kwa uwezo wake huko alikoitwa kutoa hela. Huyo bwana Ngozi kasoma kaandika soma vibaya tena kama yeye anajiona kama labda sijui kasomea wapi kuongea. Kaongea sana maneno sio mazuri kwangu. Mbona kinishauri bwana muangalie mtu. Huyu mtu anakuchafulia jina. Ngambia sijakaa vizuri katibu ananipigia simu. "Bwana mzee Mchezo. Sasa imekuwaje bwana? Ndio umetukimbia kwenda huko kwenda kufuata hela." Nikamwambia katibu, "Mbona sikuelewi?" Nikamwambia bwana tafadhali bwana. Mimi ningekuwa nataka hela nisikakupigia wewe simu nikueleze tukio lilotokea kwangu. Sawa bwana lakini basi bwana tuyaache. Baadaye nikamwambia bwana hapa kaja bwana Mbonde kunionyesha picha ya Ngozi na maneno yake walikuwa wamesema. Hayo ndo mtafaruku uliotokea kwenye jina langu. Kachafua jina langu. Mimi ni mtu mkubwa Vikuruti kwangu nakoishi. Na kwenye chama wananifahamu muda mrefu. Nimejiunga na chama 2015. Bado niko kazini. Sikuogopa ajira, lakini kwa ajili watu walikuwa wananiheshimu na mimi kule kazini kwa mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi Fibuka pale Dawasa Mlandizi. Basi katibu akaniambia bwana kesho saa 2 uje. Nikamwambia bwana nitakuja Jumamosi. Nikamwambia hapana mzee, kopa nauli uje. Sasa akaniambia kama tutakuja mjini. Kufika pale ananiambia bwana tuna safari ya 2. Nikamwambia poa, hapo ndo safi. Hayo ndo yangu. Agizo langu ninachosema mimi, hawa wote wawili wapatikane washtakiwe. Kuanzia wewe unipigia simu na huyo kwenda kutumia jina langu kwa faida yake na familia yake. Hilo la kwanza. La pili, na ikiomba chama changu huyu alotumia kutangaza jina langu safa na mwenyekiti alostaafu, kama hawa watapendekeza wanachama kurudi,
mimi chama najiuzuru, napumzika nyumbani. Hilo ndo agizo langu, na kiomba chama kichukue hatua kali sana kwa wawili hao, na niwakilisha. Sina mengi. Asante sana kwa maswali mazuri. Swali la kwanza umeeleza kwamba hao waliotajwa aidha kama ni wanachama ni hatua gani ambazo kama chama tutazichukua, na hii ni mahususi kwa kanda yetu ya Pwani na katiba ni moja. Wote wawili ambao nimewataja sio wanachama wa Chadema. Sio wanachama wa Chadema. Mmoja ni mwanachama wa chama fulani, sipendi kukitaja jina, lakini huyu mwingine huyu Mohamed Ngozi ni mwanachama wa NCCR Mageuzi. Kwa sababu hiyo sisi tutachukua hatua za kisheria, sio tena hatua za ndani ya chama, isipokuwa tutachukua hatua za kisheria kwa sababu wametumia kwanza jina la mwanachama wetu vibaya, pili jina la chama, na tatu nembo ya chama, ilhali akijua kwamba yeye sio mwanachama wa Chadema. Lakini chama chetu pia kina utaratibu, kama wangekuwa ni wanachama wa Chadema kina utaratibu. Chadema inaruhusu uhuru wa maoni, lakini tuna utaratibu wetu kupitia kanuni za maadili ya viongozi pamoja na wanachama. Ukisoma sura ya 10 kipengele namba 10 kinaeleza utaratibu ambao kama chama tumejiwekea kwa ajili ya kuchukuliana hatua za kinidhamu. Lakini ninasisitiza tu kwamba waliotajwa sio wanachama wa Chadema, na pengine maeneo mengine mengi ambao wamekuwa wakifanya press conference pengine sio wanachama wa Chadema, lakini kwa kanda yetu ya Pwani tumejiridhisha pasina shaka wote kwa pamoja sio wanachama wa Chadema, na ndio sababu nimekuja na mzee Shabani mwenyewe hapa anathibitisha kwamba yeye ndiye, na nyinyi waandishi wa habari mmeona kwamba yeye ndiye, na huyo mwingine ni tapeli kama matapeli wengine. Kwa hiyo tutamtafuta, tutaripoti katika jeshi la polisi, na baadaye atatafutwa, then atachukuliwa hatua ambazo zinastahili. Lakini swala la pili umeeleza kuhusiana na John Heche atakuja kanda ya Pwani pamoja na zuio ambalo lipo. Sisi tuna msimamo gani na jambo hilo? Kwanza, hiyo mikutano ya hadhara aidha imezuiliwa au haijazuiliwa, kama chama kinaendelea na programu zake kama kawaida. Kwa hiyo sisi tunajiandaa, tumepokea maelekezo ya kujiandaa. Kwa hiyo sisi tunajiandaa na operation hiyo ya kumpokea makamu mwenyekiti, na nimeelekeza viongozi wote wajiandae na operation hiyo ya kumpokea makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Kwa hiyo katika hatua za huko baadaye, basi chama kitatueleza ni utaratibu gani ambao tutautumia ili tuweze kufanya utekelezaji wa operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu. Jambo la mwisho ni msimamo wa chama kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Mimi nadhani msimamo wa chama ulikusha kutolewa na katibu mkuu wa chama katika press conference iliyofanyika siku chache zilizopita. Kwa hiyo singependa kurudia, msimamo ni ule ule, na ninawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Vijijini na ana kadi ya mpiga kura yenye majina yake kamili na anatambulika kwa sababu ni mzee ambaye ana heshima kubwa sana katika jamii ya watu wa Kibaha vijijini. Lakini kama hiyo haitoshi, siku ya juzi mtu mmoja alijitambulisha kwamba yeye ni katibu wa Bavicha mkoa wa Pwani, na akatumia majina ya Isa Ramadhani Mwaja ambaye ndiye katibu wetu wa mkoa wa Pwani, ilhali kwamba picha na sura yake sio Isa Ramadhani Mwaja. Kwa hiyo michezo hii ya hawa madalali wameanza kuifanya, wamezunguka maeneo yote, lakini wamefika Pwani wamefungiwa milango, wameona waokoteze watu barabarani na kuwavicha sare za chama na kujinasibisha na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nataka niwakumbushe Watanzania, wiki chache zilizopita mfanyabiashara na mtumishi wa chama Mbiela ambaye ni muuzaji wa sare za chama alivamiwa na jeshi la polisi nyumbani kwake, na baada ya jeshi la polisi kumvamia nyumbani kwake waliondoka na vifaa vya uenezi vya chama, ikiwemo sare kwa maana ya tisheti, ikiwemo combat za chama pamoja na sare nyingine, na wakaondoka na mzigo ule wakaenda nao mpaka kituo cha polisi kati. Na mara baada ya polisi kuchukua vifaa vile,
hatujawahi kufahamu aidha vimerejeshwa au havijarejeshwa. Na siku chache baadaye tunaona kwamba hawa watu wanaotoka nje na kukikashifu chama ambao kimsingi sio wanachama wa Chadema, wote kwa pamoja katika maeneo mbalimbali wamekuwa wakivaa sare mpya za Chadema. Kwa hiyo huu umekuwa ni mpango ambao umekuwa ukiratibiwa kwa muda mrefu, wakiwa wanajua fika kwamba hakuna mwanachama yoyote au kiongozi wa Chadema anaweza kukisaliti chama chake. Kwa hiyo akatumia mbinu hizo, wamechukua sare zetu, na baadaye sare hizo tunaona zikitumika kwa ajili ya kuvalisha watu wapita njia barabarani wakijinasibisha na Chadema. Kwa hiyo nadhani pia jeshi la polisi linao wajibu wa kueleza tu kwamba uhusika wao wa kuchukua sare za chama, vifaa vya chama, pamoja na haya wanaoendelea kuona kwamba baadhi ya watu kwa mitandaoni wanavaa sare mpya za Chadema, uhusika wao upoje. Kwa hiyo jeshi la polisi pia tunalitaka kwamba watoke hadharani waeleze tu kwamba uhusika wao ni upi katika hii michezo inayoendelea katika mitandao ya kijamii. Jambo lingine, kanda ya Pwani tunatoa onyo kali kwa watu wote ambao wanahadaiwa, wanadanganywa na kuvalishwa sare za chama ili wakichafue na kukikashifu chama. Chadema ni chama kisafi, na ndio sababu katika miaka yote, pamoja na kwamba serikali hii iliyopo ni serikali ambayo haina mapenzi mema na Chadema, lakini katika kipindi chote ripoti za mkaguzi wa hesabu za serikali ametoa hati safi za Chadema kwa kipindi chote. Kwa hiyo Chadema ni chama kisafi, wala hakihitaji kikundi cha watu fulani kwenda kushawishi watu ili waje wakipake chama chetu matope. Chadema ni chama kisafi, tunapigania uhuru wa watu, haki za watu, demokrasia pamoja na maendeleo ya watu, na huo ndio msingi wetu katika kipindi chote. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunawapongeza sana wanachama pamoja na viongozi wote kwa ushirikiano ambao wameutoa katika kipindi chote kupitia sakata hili, kwa sababu wao ndio wametusaidia kufichua, na kupitia kufichua kwao maana yake ni kwamba biashara hii inayofanywa na madalali imefika mwisho na imekoma. Na kama kuna watu wanafadhili hii michezo, mimi nataka tu kuambia waziwazi kwamba na wao vile vile wanatapeliwa, kwa sababu leo pewa kazi hii wameanza utapeli wa kuokota watu barabarani na kuwavika sare za Chadema. Lakini jambo la tatu, kuna tuhuma na kuna jinai ndani yake kwamba watu wanatumia majina ya wanachama na viongozi wa Chadema vibaya, ilhali wakijua kwamba majina hayo sio ya kwao. Kwa sababu hiyo sisi kama chama tumekusha kuanza taratibu kuona namna gani watu hawa wanachukuliwa sheria na kufikishwa mahakamani ili wakajibu ni kwa nini wanatumia majina pamoja na nembo ya chama kinyume na utaratibu. Lakini jambo la nne ambalo Watanzania pamoja na wanachama wote wa Chadema ni muhimu walifahamu tu kwamba Chadema na kanda ya Pwani tupo salama na tupo imara sana. Hakuna mwanachama wala kiongozi wa aina yoyote ambaye yuko tayari kurubuniwa au yuko tayari kudanganywa. Watu ambao wamevaa sare huko barabarani sio wanachama wa Chadema, wanajinasibu na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili kutimiza malengo yao ambao mwisho wa siku tumekwisha kuyabaini, na leo tunaamini kwamba Watanzania watajua hawa watu ni matapeli, ni madalali na wana nafasi ya kusikilizwa katika taifa letu. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la kwanza la hali ya kisiasa ndani ya kanda ya Pwani. Jambo la pili, kamati kuu kama tulivyosikia maazimio ya kamati kuu, wameazimia kwamba kuendelea na operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu kanda yetu ya Pwani. Kwa hiyo ninatoa rai kwa wanachama pamoja na viongozi wote kanda ya Pwani kuanza maandalizi mara moja ya mikutano hiyo ya hadhara na operation hiyo ambayo itaanza kwa kalenda na muda ambao chama kitaeleza katika hatua za huko baadaye. Na katika operation hiyo makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche ataongoza operation hiyo, na sisi kanda ya Pwani tunamtia moyo, tunamuunga mkono na tunamkaribisha sana kanda yetu ya Pwani kwa ajili ya shughuli mbalimbali za ujenzi wa chama, ikiwemo operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu. Kwa kumalizia,
Kwa kumalizia, mambo yote haya yanayoendelea yanafanyika kwa sababu waliona kwamba mara baada ya kuifungulia Chadema, mahakama kutoa ushindi kwa Chadema kuendelea na shughuli zake za kisiasa, walidhani kwamba Chadema inaweza ikastrive kutokana na ukosefu wa fedha. Lakini Watanzania kupitia mikutano mbalimbali ya hadhara na kupitia njia mbalimbali kama vile mitandao ya kijamii wamekuwa wakiendelea kuchangia Chadema kupitia tone tone. Kwa kila mkutano unapomalizika, Watanzania wanachanga tone tone, wanaenda katika mkutano mwingine. Kila mkutano ukimalizika, Watanzania wanachanga tone tone kwenda katika mkutano mwingine. Ni kwa sababu hiyo wakaona sasa njia pekee ni kuichonganisha Chadema pamoja na Watanzania ambao wanatuchangia fedha kwa ajili ya shughuli mbalimbali za chama. Kwa sababu hiyo wakaona waje na hizi propaganda uchwara ambazo hazina msingi wowote, eti ili waweze kuwakatisha moyo wa Tanzania washindwe kukichangia Chadema. Lakini wameenda mbali zaidi, wamejaribu kuchonganisha Chadema pamoja na wafanyabiashara ili waogope kukichangia Chadema. Lakini mimi nataka kutoa rai kwa Watanzania pamoja na wafanyabiashara pamoja na watu wa kada mbalimbali, tuendelee kuchangia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ni chama kisafi, ni tegemeo la Watanzania walio wengi, na fedha zenu zinatumika kwa mujibu wa utaratibu, na ripoti za CAG zimeweka mambo wazi. Na kwa sababu hiyo tuendelee kuchangia chama chetu kupitia M-Pesa namba 0744 44 6969. Jina ni Chadema HQ. Lakini pia kwa njia ya benki ya NMB kupitia namba 22 60 66 00 140. Jina Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ndugu zangu wa Tanzania, njia pekee ya kuwakomesha hawa vibaka ni kuhakikisha tu kwamba tunachangia Chadema ili tuweze kufanikisha baraza kuu, lakini kuendelea na shughuli mbalimbali za chama. Mara baada ya kusema hayo, nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Labda nikaribisha kama kuna maswali.